hizo sehemu mbili, Warumi sura ya kwanza mstari wa 17 na kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 4. Naomba tuanze nazo. Tuanze na mistari hiyo. Tuanze na vitabu hivi. Warumi sura ya kwanza mstari wa 17 inasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Na mimi nitarudia kipindi anaandaa huyo wa Warumi 8. Haki ataishi kwa imani. Warumi sura ya 4. Warumi sura ya 8 mstari wa 4. Ni maandiko matakatifu ya Mungu. Ni maagizo ya Mungu. Halo. Ni maagizo ya Mungu. Tujifunza Jumatano kwamba maandiko haya unaweza ukayasoma, usipoyamilikisha ndani mwako kwa jinsi ya Roho, hayawezi kufanya kitu chochote. Kwa lazima uyamilikishe, maana yake uyafanye kuwa halisi kwenye maisha yako ili yazibitike, yafanye kazi yake. Sasa Biblia inasema ili maagizo ya Torati, Biblia maana yake neno la Mungu, lipate kutimilika ndani mwako, usienende kwa mambo ya mwili bali kwa mambo ya Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Mafarisayo walisoma Biblia, waliyasoma maandiko matakatifu, lakini hayakuwasaidia. Walijua vitabu na vifungu vizuri, lakini havikuwasaidia kwa sababu walienenda katika mwili, hawakuenenda katika Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuenenda katika Roho, ndio maana hayakuwasaidia, maana walichukua kwa jinsi ya mwili. Sasa Biblia inatushauri ya kwamba ili maandiko haya yapate kutimizwa ndani yetu sisi, tusienende kwa mambo ya mwili bali kwa mambo ya Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16, unaona kwamba mwili na roho vinashindana. Mwili na roho vinashindana. Na kinachoshindana ni kwamba kuna vitu vimepingana. Vimepingana. Vyote vinamhitaji mtu mmoja achague kati ya kimoja wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inatushauri ili tupate kufanikisha zaidi vizuri katika mambo ya imani, lazima tuchague katika Roho. Maana tuwe na ushindi katika Roho. Mungu anamwambia Yoshua, uwe hodari. Uwe hodari na moyo ushujaa. Halo? Ndipo atakapoweza kuifanikisha njia yake. Asipokuwa na uhodari na moyo wa ushujaa. Siku moja nilikuwa najifunza moyo wa ushujaa ni moyo wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadri tunapojifunza tutajua kwamba moyo wa ushujaa ni moyo wa aina gani, umejazwa kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili imani ina muunganiko. Ili kamilifu wa imani lazima utambue kwamba imani ina ukamilifu wa mambo matatu. Halo? Ili iitwe imani kamilifu, maana haki ya Mungu ipatikane ndani ya imani, ndani ya muumini aliyemwamini Yesu Kristo, ili ashuhudie matendo ya Mungu ya kwamba Mungu amefanya. Halo? Kama Mungu ameonekana katika maisha yangu, katika uamini wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua tunaweza tukafika hatua tukashindwa kumshuhudia Mungu matendo yake kwa sababu pengine ule mfumo wa imani tumekosea. Sasa ni vizuri zaidi kanisa, Biblia inatushauri tusienende kwa mambo ya mwili, bali tuenende katika Roho, ndipo itakapotimia ile ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imani ina muunganiko wa mambo matatu. Bwana Yesu asifiwe. Ina muunganiko wa mambo matatu inayokuja kuikamilisha imani. Jambo la kwanza ni hiyo imani. Sasa hiyo imani pia mimi nilivyoandaa sasa, ili jambo ni vitu vingi, nimeandaa vitu kama vitatu. Imani ina sehemu
Imani ndiyo ni sehemu ya wito, ni eneo la wito. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba hii imani, jambo la kwanza ni eneo la wito. Kwa unapokuwa kwenye imani, tunazungumza habari ya kuitwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tumeitwa kwa imani na tunaishi kwa imani na tunamwendea Kristo kwa njia ya imani. Kwa imani hufanya imani. Kwa mtu asipofanya imani anakuwa nje ya kanuni ya imani. Kwa imani ni kitendo cha kiroho. Kila mmoja hapa tumeitwa kwa namna yake. Kwa kila mmoja alipokuja hapa kutoka si pande za wapi, kila mmoja ameitwa kwa namna yake, lakini tunaitwa kwa njia ya kusikia. Sasa mimi nilisikia kwaya zinaimba, niliposikia zile nyimbo zikawa zinaimbia moyoni. Yaani nimeshafika soko la Mbagala lakini bado hizo nyimbo zinaimba. Nikipita tena nikizisikia tena kama ndio nachajua tena kwa mara nyingine. Nafika paka kule ninapoenda nasikia nyimbo zinaimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna namna yake kila mmoja alivyoitwa. Sasa imani ni sehemu ya wito wa kila mmoja kuja kwa Yesu. Bali yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Kwa tunaitwa ili tuje kuwa watakatifu. Maana katika yale wito wetu sisi tulioitwa na Kristo ili tuje tuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu ya pili, maana naambiwa tuna maombi. Sehemu ya pili katika wito. Kwa ule wito tulipoitwa, nimeandika usajili. Eneo la imani ni eneo la usajili. Kwa eneo la imani ni eneo muhimu sana kwa Mkristo. Kwa ukianza kufeli kwenye eneo la imani, unaanza kufeli kwenye wito wako ambao umeitwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana utakachoanza kufanya kama usajili wako haujakaa sawa sawa na Mungu, maana vitu vyako vinakuwa ni bure. Maana utakachofanya kitafanyika kwa sababu eneo la imani bado usajili haujakamilika. Maana sehemu ya imani ndiyo sehemu pekee yenye kumsajili mtu. Tunampokea Roho Mtakatifu kwa njia ya imani. Amen. Kwa ukianza kufeli katika eneo la imani, katika usajili wako wa awali katika kukuingiza kwa Kristo, unaanza kufeli kwenye maisha ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulingana na muda wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maagizo, sehemu ya imani ni sehemu ya maagizo au maelekezo. Halo? Amen. Ambapo haya maelekezo usipoyapokea sawa sawa, unachoenda kufanya hakitakuwa sawa sawa. Kwa sababu umeanza kufeli kwenye sehemu ya maagizo au kwenye sehemu ya maelekezo. Kwa hiyo tunapozungumza imani ni sehemu ya maagizo. Sasa Biblia inasema ili haya maagizo ya Mungu yapate kutimizwa ndani yetu sisi, lazima tuwe katika roho, sio katika mwili. Kwamba ili maagizo ya Mungu yapate kutimizwa ndani yetu sisi, tusionenda katika njia ya mwili, bali kwa mambo ya roho, si katika mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapounganisha hayo maneno ya wito ya mtu kukubali kuja kwa Yesu, akakubali kuishi kuyaacha mambo ya kale, maana kukubali ule wito wa Mungu aliyemwita kuja hapa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akasajiliwa, maana akazaliwa, akafanya upya kwa njia ya imani. Unajua sehemu ya imani ndio tunapozaliwa. Sasa ukianza kufeli kwenye sehemu ya kuzaliwa, kwenye usajili wa uzao wa Mungu, kwenye sehemu ya uzao wa Mungu ukaanza kufeli, unaanza kufeli maisha ya wokovu. Kwa eneo la msingi ni katika imani, ni sehemu ya msingi sana katika eneo la imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ndio mtu anatakiwa awe makini sana katika eneo la maelekezo. Sasa Biblia inaelekeza jinsi sisi ya kuenenda. Sasa na sisi ili tuweze kuenenda, lazima tubadilishwe asili yetu ya zamani, itolewe. Tuwe katika kwa jinsi ya nini? Ya roho. Yesu anasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4, mstari wa 23. Hebu soma. Yohana 4:23. Sasa tunaanza sasa kuona
Mungu anachokitafuta. Mstari wa 23 na 24. Takatifu sura ya 4 mstari wa 23 na wa 24, si ndio hivyo? Ndio. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao. Wamwabudu. Mungu ni roho, nao waabuduo yeye imepasa kumwabudu katika roho na kweli. Biblia inasema Mungu ni roho, nao waabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo tunapozungumza imani ni sehemu yenye wito. Imani ni sehemu yenye usajili wa mtu baina yake na Mungu, kumwingiza katika ulimwengu wa roho, kumwingiza katika uzao wa Mungu. Sasa ili maagizo ya Mungu yapate kutimizwa ndani yetu sisi, tusienende kwa mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Maana yake kwa kufanya upya. Sasa mtu anapoanza kufeli kwenye ule wito wa kwanza wa Mungu katika njia ya imani, mtu anaanza kufeli maisha ya wokovu. Mtu anapofeli kwenye usajili wa kwanza wa kuzaliwa katika roho, anaanza kufeli kwenye maisha ya roho, maisha ya Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Sasa ili maagizo sasa haya ya Mungu yapate kutimizwa ndani yetu sisi, lazima tukubali kuenenda katika roho. Sasa kuenenda katika roho ni pale tutakapozaliwa kwa jinsi ya roho, ili tupate kumsikia Mungu katika haya maagizo ya Mungu. Maana mtu aliye katika mwili, haya maagizo ya roho hawezi akayasikia, maana yeye yuko katika mwili. Sasa ili yamechi sawa sawa, ili yaendane yafanye kazi, lazima hiyo sauti ya Mungu aisikie kwa jinsi ya roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiwa mwilini ambako bado hujasajiliwa ili upate kuyasikia yale maagizo ya Mungu, maana yake hautaelewa. Ndio maana hata Mafarisayo Biblia walisoma, maandiko matakatifu waliyasoma, lakini hayakuwasaidia kwa sababu waliyasoma kwa jinsi ya mwili. Bwana Yesu